Mimi kwa majina naitwa Nestor Paulo Rusumo, lakini pia kwa jina maarufu naitwa Korogeti. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa mkuu wa makazi alikuja hapa baada ya kutuuliza kero. Matokeo yake yaitutisha kwamba nyie mliopewa uraia kwa sababu ya haya Kalugenda mmefanya vizuri kupiga wananchi baada ya matukio baadhi kwa muda mrefu kwenye ofisi ya mtendaji. Kuna watu waliopigwa hapa, tukiwataja kwa majina ni wengi, wanapigwa kwenye ofisi ya mtendaji. Matokeo yake kipigo cha mwisho cha mzee huyu, tukaandika barua kwa mheshimiwa diwani, kwa mwenyekiti wa kijiji, kwa mkuu wa polisi Kanoge, kuomba mkutano wa wananchi tueleze kero zetu. Mpaka saa hizi hatujapata majibu ya mkutano wote. Tunakushukuru sana mheshimiwa mkuu wa wilaya. Lakini nizungumzie changamoto fupi hizi ambazo kwa sehemu umesema hata mtandaoni ni kama zimeshafika. Mheshimiwa, katika huduma ambazo tumekuwa tukihudumiwa siku za nyuma, kabla ya kuwepo vituo vya usalama au vituo vya polisi, maeneo haya yaliwahi kugubikwa sana na matukio ya ujambazi, watu kuuawa, watu kujeruhiwa. Lakini tangu serikali ilipotufikishia huduma ya vyombo vya usalama, haya matukio yalikoma. Saizi mauaji au vipigo ambavyo tumekuwa tunavishuhudia sasa ni ambavyo kwa sehemu vinatokana na utumishi wa serikali, kitu ambacho kwa sehemu wananchi wa Kanoge tumeshindwa kujua kwamba tunatoka wapi tunaenda wapi. Hali ya vipigo kidogo tungekuwa tunasikia hata polisi, lakini hata polisi havipo. Kwa sehemu kubwa ofisi ya mtendaji wa kata imekuwa ikifanya adhabu ambazo zimekisiri kiasi kwamba mpaka saizi jamii haijitambui kwamba ipoje na inatoka wapi inaenda wapi. Kanuni tungekuonyesha vivutio au vitu ambavyo tunajivunia hapa kwetu Kanoge, lakini mheshimiwa, utatuwa radhi, leo vivutio tulivyonavyo ni watu ambao ni majeruhi kutokana na huduma za ofisi ya kata. Ilikuwa ni mwezi jana, kuna tukio limetokea, kama uliwahi kulisikia, aidha utakuwa ulisikia, sasa sisi tukueleze kwa kuwa umekuja kupata kwamba kinachoendelea ni kipi. Mwananchi mwenzetu mwenye ulemavu, mzee mwenye umri wa miaka 60 anaitwa Joseph Bagira, alichukuliwa mazingira nyumbani na kuletwa ofisi hii bila kujua ameletwa kwa ajili ya shida gani. Kwa maelezo yake anasema alipigwa kwa vitu vyenye asili ya nondo, kiasi kwamba mpaka juzi amechukuliwa kwenye vipimo ikaonekana mifupa ilishatenganishwa, lakini mpaka leo hajajua. Nafikiri ataeleza muda sio mrefu anaweza kafika. Mpaka leo hajajua kitu gani kilichomfanya achukuliwe nyumbani, na balozi wa nyumba 10 hana taarifa ni kitu gani kimefanya achukuliwe nyumbani mpaka kuletwa ofisi ya kata, na akaja kushuhudia asubuhi mtu ameshajeruhiwa, ameshaumizwa, mpaka saizi anagagani baba mwenye familia ambaye hajiwezi. Mbaya zaidi, kinachosikitisha wananchi ni mtu mwenye ulemavu wa masikio ambaye anahitaji msaada kwa watu wenye akili. Hata askari walikuja hapa kusimamia kwa kuogopa mgogoro. Watu walikuwa wanataka kuombana. Wangeanza ugomvi kwa ajili yangu, walikuwa na hasira kubwa zaidi yangu mimi, nimeumia. Ikabidi tuoge hospitali. Muganga niulize walionipiga, nitoa taarifa za walioniumia, nasema wengine siwafahamu, nafahamu majina ya vyeo. Nasema ni afisa mtendaji wakati, ni afisa maendeleo wakati, na mgambo wao Elia Shukrani, hao ndio wanafanya kazi hiyo. Basi wakanichoma na sindano hapa, sema mrudisheni nyumbani. Basi baada kutoka nyumbani ilibidi nirudie tena kufumuliwa kile kinani walichofungia kwa muda wa wiki. Sina msaada wote ule kuanzia na miezi miwili. Nina familia. Mimi mwenyewe nimeikiwa familia. Baada hapo wanandugu walishindwa chochote kile, sasa waliingia madeni. Sasa hivi wameshindwa kunitunza. Kwa sababu nimeona nyinyi viongozi munipe msaada wa kunitunza. Munitafutia ofisi yote ya kutunza watu wa Rahoi tofauti na kama mimi. Hawa watu wako nje. Ilibidi wakamatwe muda huo. Sasa hivi wako nje wanakula. Wanakunywa, wako nje, ni maafisa. Nami naozea hapa na miezi miwili. Ina maana kwamba baada ya kuwa nimekaa nyumbani, nimelala kwanza mwezi wa 8 mpaka sasa hivi ni mwezi wa 10.
Ina maana kwamba ninalawama kusema kwamba ina maana watu wadogo wadogo hatuna mtetezi katika vyombo vya sheria. Nisisikie vitendo hivyo, ni marufuku kwangu. Sawa? Mimi nafanya kazi za usiku kwa usiku. Mlijua kwamba mimi nimeingia usiku hapa juzi? Mnajua? Nimevuruga hiki kijiji usiku. Nikamkamata mtendaji wenu, nikamkamata afisa maendeleo, nikakamata mgambo wenu, nyinyi mjui. Usiku kwa usiku. Mzee usikufika kwako. Kwa lingine ameongea mmoja kwamba kabla kituo cha polisi kijaje hapa kulikuwa na uhalifu wa mauaji, kujambazi, lakini sasa hivi hamna. Chonde naomba muendelee vivyo hivyo. Mimi mambo ya uhalifu na mimi ni tofauti. Umeelewa? Utaishia jela. Kwa hiyo hayo inabidi tuyaachie yaende kwa utaratibu, na hilo sitakuwa na maelekezo nalo, ila maelekezo yangu kwa polisi tu muharakishe masuala haya, yasichukue muda mrefu kwenu, yatoke kwenu yaende mahakamani kunakotakiwa, msichukue muda mrefu. Jambo lingine ambalo nishalisemea ni la watendaji wa serikali, kila mmoja kwa nafasi yake, kila mmoja na mipaka ya kazi, tusivuke mipaka. Kama jambo limekuzidi usitumie nguvu. Kwa hiyo nitoe rai kwa watendaji wote wa serikali ambao wako katika wilaya Mpanda, wote tufanye kazi kwa kuzingatia sheria.